kuna umuhimu mkubwa kwenye maisha yangu ya mimi kubeba nguvu ya Mungu. Amina. Kuna watu wote kama nawaacha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. So ukikosa nguvu umekosa majibu. Ukikosa nguvu umekosa muujiza. Halo. Amen. Halo. Amen. Aliposema ninayaweza mambo yote, so mipango na mikakati yote ulioipanga haiwezi kutimia kama hautakuwa na nguvu ya Mungu ndani yako. Amen. Siku moja nilimwambia mtu mmoja hichi kitu hakunielewa. Nikamwambia sikiliza, ukienda mbele za Mungu na ukimwambia Mungu ninaomba unipatie pesa unakosea. Akasema ni kwa nini prophet, mbona nashindwa kuelewa? Nikamwambia ukienda mbele za Mungu hili sio ombi. Unapoenda kwenda mbele za Mungu kumwambia naomba nipatie pesa, nipatie utajiri, nikamwambia unakosea. Kwa sababu kwa cha kwanza kitu ambacho ukijui, Mungu hatoi utajiri. Halo? Amen. Halo? Amen. Kuna chacha wameanza kunielewa. Anasema mimi ndio Bwana Mungu wako, nikupae nini? Nguvu, hajasema utajiri. Halo? 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 So kinacholeta utajiri na mafanikio sio kitu kingine, ni nini? So power is everything. If you want to be a rich, ukiwa unahitaji kuwa tajiri, hauhitaji kitu kingine. You need a power. Unahitaji nguvu ya utajiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndio maana nasema ni una umuhimu mkubwa kwa Mkristo kuwa na nguvu. Huu mwaka huu mambo mengi hayatatokea kwako kama utakuwa na nguvu. Biblia inasema ufalme wa Mungu unatekwa. Wangapi wameanza kunielewa kitu? Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. So ili upateke kwenye biashara yako, ili uweze kuteka kwenye ofisi yako, hauhitaji kitu kingine. You need the power of God. Oh, yes. Karatoske pelia. Yaani kuna mahali utafika, watauliza huyu kwa nini anasikilizwa kile anachosema? Huyu kwa nini anautawala ile eneo? Mpendwa, anasema ufalme unatekwa. Sio unachukuliwa tu kwa kuomba, no, unatekwa. Maana tafsiri nyingine, ile eneo hata kama kuna falme zingine itabidi tuzieke chini zitusikilize kwa sababu sisi tuna nguvu kuliko wao. Biblia inasema Bwana akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu? Fanya wewe kuwa Mungu kwa Farao, maana Farao ndio alikuwa adui. So wewe una uwezo wa kufanyika kuwa Mungu kwa maadui zako. Amen. Wewe una uwezo wa kufanyika Mungu kwa waganga. Amen. Wewe unaweza kufanyika Mungu kwa wachawi. Amen. Na lolote litakalo toka kwenye kinywa cha Mungu hakiwezi kurudi. Nami natangaza katika jina la Yesu Kristo, yeyote aliyekutesa kwa mwaka jana, ninaachilia uwezo wa kiungu ndani yako. Lolote utakalo tamka juu ya maisha yake, kama ni baya litampata, hatafekelewa mbali, hataweza kukusumbua tena, hataweza kukuangaisha tena. Neema ya Kristo kawe juu ya maisha yako. Neema ya kiungu kawe juu ya maisha yako. Hapa ninatabiri juu ya hatima ya mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba sitatembea kawaida, sitatembea kinyonge. Kama Mungu ameamua kukaa ndani ya maisha yangu, maana nguvu ya Mungu itazirika kwa maadui. Nguvu ya Jehova itazirisha kwa waganga waliokusumbua na kukutesa. I prophesy in the mighty name of Jesus. Ninatabiri kama nabii wa Bwana, kama walikuwa wameondoa nguvu, mimi nakurejeshea. Kama waliondoa nguvu, nakurejeshea. Nguvu ya fedha, nguvu ya utajiri, nguvu ya kununulia, nguvu ya mafanikio, nguvu ya kufika mbali. Hautachezewa tena, hautachezewa tena, hautalogwa tena. Sema power. Katika jina la Yesu. Rusko palia kateske pelia. Let me tell you, ngoja nikwambie kitu kimoja. Iko hivi, kuna maeneo hautapita kwa sababu eti wewe unatia huruma. Kuna maeneo utapita kwa sababu una nguvu. Oh, yes. Utafika eti sio kwa sababu una pesa. Kuna level utafika kwa sababu una nguvu. Oh, yes. Kuna watu hatima zao hazitaamuliwa kwa sababu baba zao ni matajiri. Hatima zao zitaamuliwa kwa sababu wana power. Anasema ninayeweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Resko pelia kata. In the mighty name of Jesus. Nami natabiri katika jina la Yesu, yoyote yule ambaye alikuwa ameachilia, ameondoa nguvu yako, mimi nairejesha leo kwa jina la Yesu. Kuna watu wakirudi kwenye biashara zao, biashara zitasema fulani anakuja, biashara zitasema Mungu anakuja. Acha tumtii leo, acha tumpatie pesa. Oh, yes. Hivi
Sio kama unanielewa vizuri? Yes. Kuna mahali biashara yako ukienda, yaani Farao alipomwona Musa hakusema Musa anakuja. Alisema Mungu anakuja. Yes. Ifike mahali kwenye maisha yako, shetani mwenyewe elewa kwamba huyu mtu siwezi kumchezea kirahisi hivyo. Halo? Amen. Halo? Amen. So jambo lolote unalolitaka kulifanya kwenye maisha yako, kanuni ya kwanza lazima uwe na Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tangulize kwanza Mungu mbele. Wewe unafika mahali unaona kama hili jambo vipi, mbona sielewi? Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Mwenye nguvu hana uwezo wa kuamua chochote dakika yote na kikatokea. Oh yes. Kwa sababu kikawaida huyu mtu anatembea na DNA ya baba yake. Na sisi kiasili baba yetu ni wa mbinguni. Maana kitu tunatembelea kwenye asili ya baba yetu. Na baba yetu yeye alikuwa na uwezo wa kutamka na kikatokea. Tafsiri yake na wewe una uwezo wa kutamka kikatokea. Nguvu ya kuumba ipo kwenye kinywa chako. Anamchukua Ezekiel anampeleka kwenye bonde la mifupa mikavu, afu anamwambia itabilie. Anataka kumuonyesha kwamba wewe ni kama mimi baba yako. Kama nina uwezo wa kuumba chochote na wewe pia unao. Nami natamka kwa jina la Yesu, nguvu ya kuumba ikakae kwenye kinywa chako.